Mruhusu sasa hivi aondoke kwa mumewe kabla hujapandisha mashetani yangu. Ina maana wewe sisi ng'ombe wale tuliochukua, leo hii huyo tukirudi naye nyumbani, sisi tutawatoa wapi ng'ombe kumrudishia yule bwana? Huko unaogopa kula. Sasa nitakuua mimi mwenyewe. Nitakumaliza mpuzi. Ala, wote mimi habari za kijinga. Alafu wewe, nimekwambia tuta tukafanye kazi pale. Yule mwache yupo kwa mumewe. Shida nini? Unataka kuletea habari za kivivu bwana? Siletee mimi mambo ya kijinga. Mpuzi, hebu tuone. Sio weka hapo tufanye kazi. Unataka kuletea mimi upumbavu bwana? Wewe vipi bwana? Lazima utumie akili. Na leo hii tukidaiwa ng'ombe wako wapi? Wewe una ng'ombe wa kurudisha? Ala. Jinga sana wewe. Alafu nyinyi wanawake siji mpoje. Yaani akili za kwako wewe na za yule mwanao wote wapuzi watu. Tutakufanya kitu kibaya. Inuka tuendelee na kazi. Tumeelewana? Mwenyekiti. Asante. Nzuri tu, asante sana. Hapana mwenyekiti. Mimi nimekuja sina mambo mengi tu. Hapana. Kwema lakini. Kwema. Karibu. Asante. Baba mwenyekiti, hapa mimi nimekuja kuhusu yule mtoto wa kike anaitwa Nyangi. Unajua Nyangi ameolewa akiwa mwanafunzi bado mdogo sana. Kwanza yuko form 2 na mimi ndo mwalimu wake. Lakini wazazi wake wamemwozesha kwa Mandali. Na hivi tunavyoongea ni mjamzito wa kujifungua leo kesho. Sasa naomba nikuulize. Toka mtoto anaolewa mpaka anapata mimba tumbo imekuwa kubwa. Kama wewe kuna tete yake za watoto siku zote ulikopoa. Mwenyekiti, mimi nahitaji tumsaidie yule binti. Anateseka sana. Angalau apate haki zake za kuachishwa shule pamoja na ndoa za utotoni ambao sio nzuri katika maisha yetu. Nisaidie mwenyekiti. Hata sijui nafanyaje. Wewe siku zote ulikopoa. Mpaka mtoto anafikia hatua anaolewa mpaka amepata mimba tumbo kubwa na wewe unasema una tete yake za watoto. Wewe ulikopoa hapo siku hiyo. Mpaka unakuja leo kuniambia wewe mwenyekiti sijui nisaidie mtoto kapata ujauzito. Mimi nitakusaidia nini mpaka hapo unafikiri wewe? Na ukizingatia mambo katika kitongoji chetu hapo ni hali ya kawaida, na huyo ambao unasema wewe huyo unasema wewe Mandai hapa kwetu ana nguvu. Mimi kama mimi si mwezi Mandai. Watu wote wanajua hapo, watu wote hapo kote wanajua kwenye kitongoji hiki Mandai ana nguvu. Mimi Mandai si mwezi, mama ninakuomba wewe nenda. Na vile mama usipende kuingilia maisha ya watu, wao ni maisha yao, wewe yakuhusu. Umesikia Wewe nenda kafanya yako yanayokuhusu wewe. Yako mwenyewe nadhani si kama unayaweza hapo. Unataka kuingia maisha ya watu ili weje mama? Mimi kuingilia masuala ya watu si Mandai, mimi siwezi. Kama wewe unaweza, wewe mama nakuomba wewe nenda kafanya hiyo mama. Ninachokuomba hivi sasa nilivyokuomba wewe mama nenda. Lakini mwenyekiti, jaribu kuwa na huruma kama mzazi. Yule binti apate haki yake. Yaani kesi za mara nyapa mimi hamniletei. Mnauziana viwanja huko, mnakula wenyewe hela zenu, mambo mengine ya hela, mambo ya hela kesi za mimba, sikafanya nini, usikafanya ndo mnaniletea mimi. Kwa zile kesi ambazo ajabu mimi ambazo zinaingiza hata shilingi 10 ndo mnaniletea. Lakini kusema kesi hii mwenyekiti atapata hata shilingi 500, mnaona bora mnaanza. Ninachokuomba mama nyekamalizeni kama mlivyomalizana kesi zile za viwanja zile, na hii iwe hivyo. Sawa Samahani mamangu kama nimekukwaza naomba unisamehe. Usije kaniletea shida hapa kwanza. Sawa mama. Salimie. Kesi za viwanja za mambo ya kula waleti. Sijui nani kati wa mimba si vitu vya kawaida hapa mtaani kwetu. Watoto wote hapa form 2 darasa 7 wote wana mimba hapa na kesi zinaishia humu tunamalizana wenyewe. Wewe mwenyekiti. Mimi mwenye yangu ananishinda. Wewe mama unajua hata kesho unajua unakula nini? Unapata mambo ya watu, mtoto fulani katoa mimba mie, haki za binadamu utaziweza wewe? Haki za binadamu mwenyewe Mungu tubachie Mungu mwenyewe. Odi. Hivi mbona unakaonga kama mwizi, unataka kuiba? Hapana bwana Mandala. Samahani sana. Kilichonileta hapa ni kuja kukupa taarifa juu ya ng'ombe wako walivyoingia kwenye mashamba yetu. Ameharibu mazao kweli na tumeshindwa kuvumilia. Inabidi tumhifadhi katika zizi letu mpaka utakapokuja kumchukua ng'ombe wako. Sasa ukitaka kuja kumchukua lazima uje na faini.
ama la tutaendelea kumshikilia mpaka utakapokuja. Hivi Hakiri ninafanya kazi kweli? Ng'ombe na kula majani nikosa? Are nini sasa? Karibu sana na tumeshindwa kuvumilia. Ameharibu nini? Ndio mwika mate ng'ombe yangu. Imekula majani, nyongo mtaka are nini? Are nyama. Ng'ombe nakosa gani? Kama umekamata ng'ombe sasa nakuja kwangu kushtaki nini? Vitu vingine vya kutumia akili tu. Sawa nakuja. Sasa ng'ombe nayo kula majani na kamato. Ila kare nini? Sasa kare nyama kare binadamu. Ukishusha na ukata mikono. Haki ya Mungu. Mume wangu naomba unisamehe. Ni bahati mbaya. Sikutarajia. Nakusamehe nini? Wewe kuacha ng'ombe zangu zinakwenda kwenye mazao ya watu. Sikupenda mimi litokee hilo. Nishakugeche mbangeno. Nishakugeche. Unachukua ng'ombe hapo wanne na kwenda kule, ng'ombe anatoka nikiwa na kutoroka na kwenda kule kwenye mazao ya watu. Mimi nalipa nini? Baba yako anaweza kunipa hizo ng'ombe? Ana kipato yule. Si masikini wa kutupwa. Unachukua ng'ombe baada ya kwenda kuchunga na kwenda kurara mpaka ng'ombe anapotea. Ng'ombe anakwenda kukula mazao ya watu, mimi nalipa nini sasa? Mambo ya kuoa vitoto hivi, vitoto ambavyo havina akili, havina uchungu na pesa ya mtu. Itamvua, nyosha mikono, nyosha. Nyosha. Mama Nyange. Mama Nyange. Wewe naye upo hapo tu mpaka apige makelele. Hebu njoo kwanza hapa tuzungumze. Mke wangu bwana, mimi nilikuwa nimekaa hapa na tafakari, nafikiria mambo yangu. Ndio nimekumbuka. Kumbe bwana Mandali yule sisi hajatumalizia mahali yetu. Yule bwana mahali yake walikuwa ni ng'ombe 8. Katugea 4. Kwa ni haki yetu sisi kwenda kufuata mahali yetu. Na uzuri ni kwamba kazi iliyofanywa na ng'ombe 4 wewe mwenyewe ni shuhuda. Tumenunua mashamba, tumeongeza lile shamba la kule bondeni la bustani ile. Maana yake mwaka huu tutalima sana mboga. Alafu tumeuchukua na lile shamba la kule juu lote lile. Maana yake sasa hivi sisi tunakwenda kuwa matajiri kwa sababu ya kilimo. Sijui unanielewa. Sasa wamebaki ng'ombe wetu kule 4. Alafu kumbuke mwanetu sasa hivi ni mjamzito. Kwa mimi nilichokigundua na kukiona hapa, naona ni bora niende sasa hivi niwafuatilie wale ng'ombe kabla mwanetu hajajifungua. Tusije tukawapoteza. Wale ng'ombe nikiwafuata, wewe sasa ndio utaniambia ama utanishauri hawa ng'ombe wa sasa hivi tuwauze ili tuendelee kuongeza mashamba, aidha tuwafuge kwa ajili na sisi sasa tuanze kuwa na mifugo hapa nyumbani kwetu. Unajua baba Nyange, mimi sioni kama kuna haja ya kwenda kudai wale ng'ombe. Kwa sababu ukizingatia Nyange kule alipo anateseka sana mwanangu. Mimi naona hana muda mrefu wa kukaa kule, atarudi hapa nyumbani. Kwa hiyo mambo ya kudai hao ng'ombe wewe achana nao tu. Mama Nyange unanichanganya sana. Yaani unanipa wakati mgumu wa kukufikiria wewe ni mtu wa aina gani, upo kama mung'unya. Yaani kadri unavyokuwa ndivyo unazidi kuharibika. Hivi yule mtoto wetu Nyange kuja kukaa hapa na ng'ombe 4 bora nini? Si bora tupate ng'ombe? Nyange akabaki tu kule kwa mumewe. Shida iko wapi sasa? Acha kutaka kunichanganya bwana mke wangu. Mimi nimekuita kukushirikisha tuzungumze kwa sababu sisi watu wazima. Sasa unakuja unaongea vitu vya kitoto kabisa, nini maana yake? Mimi sijapenda bwana. Banyange, uweze ukamfananisha mtoto wangu na ng'ombe. Yaani mtoto wangu ana thamani sana. Na roho inaniuma juu ya mateso anayoyapata kule. Mimi sioni kama kuna haja bwana. Mimi ng'ombe nitarudisha tu. Tutarudisha kule lakini mtoto wangu lazima arudi hapa nyumbani. Sawa. Kwa kuwa umesema masuala la ng'ombe tutarudisha, basi hilo jukumu mimi nakuachia wewe. Tafuta ng'ombe 4 wa yule bwana. Tuchukue ng'ombe wetu sisi tumpelekee kule, tuchukue mwanetu turudi naye nyumbani. Sawa.
Na ukihisi hauna uwezo wa kupata ng'ombe wanne, basi hakikisha tunafuata ng'ombe wetu sisi kule wanne, mtoto ule tunamwacha kule. Usije ukanishirikisha eti mimi ndo nikatafute ng'ombe kwa ajili ya kumrudishia ule bwana. Ni swala ambalo haliwezekani na halitowezekana. Bwana Mandali, mimi nimekuita. Kukuita kwangu kuna mdada amekuja hapa lakini ajitambulisha kwamba yeye mwalimu. Na mwalimu wa yule mke wako. Nani huyu? Nyange. Kana kwamba amekuja hapa kuja kushtaki umemuoa binti bado mdogo. Na vile vile ushamjaza mimba. Umeelewa? Lakini ni marehemu gani? Yule kibonge yule. Huyo kibonge kidogo kifupi hivi cheupe. Hajifanyia mtetezi wake za watoto. Umeelewa? Sasa baada kunitezea habari mimi nikaona hata mimi ni bwana wangu. Nikuite nikwambie, yani ujue kabisa kitu gani yule mwalimu anataka kukifanya na kitu ninachomuona atakuja kukuletea matatizo mbele. Mwenyekiti, yule mke wangu ni ndugu yake? Ana. Sasa ananifuatafuata nini? Mimi mwenyewe nimwambia kimbele kitakuponza, nishamwambia kimbele kitakuponza. Anaingiliaje maisha yangu? Mramtema mura. Nitamua nende sero. Ndio maana nimekuita uje mapema ili nikwambie nini kinaendelea. Wewe unanijua vizuri mimi. Sitaki ukomfi na majirani. Sitaki ukomfi na watu. Nitamkata vipande mwenyekiti. Nende kufa sero mwenyekiti. Mimi sitaki ujinga na mtu. Ndamtema mapanga mura. Ndamtema mapanga mwenyekiti. Sasa mapanga tena kujaje mapanga yanakujaje ndugu yangu. Nitamua nende sero. Here. Sasa ndio ndugu yangu tena na mapanga mzee na mapanga kweli. Shida hii. Baada kusuluhisha tena nataka kuua. We binti. Abe. Hivi za asubuhi dada. Sina jana salamu yako. Leo ni zamu ya nani kukamua ng'ombe? Ya kwangu. Alafu umelala mpaka saa hizi. Hujisikii haya? Unadhani umekuja hapa kulala? Hapa umekuja ni kazi tu. Hakuna mtu kukufanyia kazi hapa. Usije ukafikiria eti kwa ajili ya hicho kitumbo chako mimi nitakufanyia kazi zako. Hakuna kitu kama hicho. Hapa unatakiwa ufanye kazi na unisikilize mimi kwa kila nitakachokuambia. Hapa hujaja kulala. Hapa umekuja kufanya kazi na sio kulala. Hakuna kukufanyia kazi zako hapa. Nahitaji uende sasa hivi. Hichi kitumbo chako hichi ndio kinakufanya unashindwa kufanya kazi. Kwenda haraka kakamue ng'ombe. Una adabu. Haraka. Jinga mkubwa wewe. Unafikiri umekuja kwenye starehe hapa? Yaani bado umezubazuba tu hapo. Nenda kakamue maziwa huko, mimi nahitaji kunywa chai. Shenzi mkubwa wewe. Kwenda. Mwalimu, nilikuwa nakuja kwako. Na tena nashukuru nimekukuta hapa. Hivi mwalimu, kuna jambo gani nilokutendea ambalo mpaka linafanya unifuatilie kwenye maisha yangu? Nimekutendea nini wewe? Ama nimekosa nini kwenye maisha yako? Nini ndio kosa mimi? Nakosa gani? Mwalimu, ulisha kuniletea chakula wewe? Ulisha kunirisha wewe? Nisikize nikwambie Mandali. Kama ungekuwa huhitaji nikufuatilie, usingemuoa mtoto mdogo, tena ni mwanafunzi, na kumpa ujauzito. Sasa mwalimu, ulitaka hiyo mimba nikutie wewe? Niambie, ulitaka hiyo mimba nikutie wewe? Nisikilize mwalimu, mimi sitaki ugomvi na majirani. Mwalimu, mimi ndio karange mtoto wa nyoka maana gangareza ma kwenye maji bila makende kuroa. Ndio mimi nitakufanya kitu kibaya. Mwalimu. Na unanijua, sio kama unijui, unanijua. Sasa wewe endelea. Yaani wewe Mandali, wewe ipo siku yako.